يقول سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Allah anamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hawatoridhia kamwe mayahudi na manasara mpaka wewe ufuate. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. hawatoridhia mpaka ufuate mila zao. قل إن هدى الله هو الهدى. lakini wewe sema waambie muongozo wa Allah ndio muongozo wa kweli, mafunzo ya Allah ndio mafunzo ya kweli. wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allah min wali wala nasir. ikiwa utafuata ahwa zao, Allah ameziita ahwa ni matamanio tu, ni utashi, ni mambo waliyobuni kutoka katika nafsi zao. Wana mambo mengi wameyatengeneza wakatuletea sisi, hatuwezi kuyataja yote, ni mengi, na tumesomeshwa, tumelelewa, tukalelewa katika fikra hizo. Allah ameziita ni ahwa baada alladhi ja'aka min al-ilm, ukafuata baada ya kujiwa na elimu. Elimu ni jambo la msingi sana. Allah tabarak wa taala amemwekea tahdidi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kufuata nyenendo za wasiokuwa waislamu, nyenendo na muongozo usiotoka kwa Allah. Lakini baada ya elimu iliyokujia kuonyesha elimu ni jambo la msingi sana, tulipopigwa vita pia ya kusoma dini, kuna watu wakapigwa vita iliwapiga na watu wakapigika ya kusoma Uislamu wao, kuanzia wakati wa ukoloni huko mpaka wakati wa nyuma hapa. Mtu akisoma dini anajishtukia, anajinyanyapaa, anajiona amepoteza. Kwa nini? Hakwenda kusoma skuli akapata degree, akapata diploma, na unatafuta mpaka mipango ya kutengeneza. Tu anaweza kukuuliza swali, pale unasoma alafu unakwenda wapi? Kwa unatafuta mipango, pale nikisoma nikifaulu nakwenda Saudia. Kwa hiyo mtu ukimtajia Saudi Arabia kidogo na kwa kule ukifaulu unaweza kwenda Saudi Arabia kidogo, yani kama vile umemfanya aone unachokisimamia basi kina thamani. Huwezi kuwa na hoja nyingine, ilikuwa hivyo. Na ukawa kuna kundi jingine linafanya kampeni ya kwamba hakuna mgawanyo wa elimu, no demarcation of knowledge. Mbiu hiyo ikasema hakuna mgawanyo wa elimu, elimu ni moja tu. Lakini malengo yao ni kuwafanya waislamu wasisome dini na wapupie kusoma hizi elimu za kimazingira na nyinginezo ambao zimejazwa ndani yake maudhui na misingi mbaya kabisa ya kuwafanya watu wafikie katika kiwango cha ilhad. Hapa waislamu wakawa wamezubaa, na wengine mlizubaishwa sana baada ya fadhila ya Allah tabarak wa taala. Kisha da'watu salafia ikaleta izza, mtu akawa anasoma dini ana izza. Na vijana wanaosoma mavyuoni kama hawendi madrasa wanaambia nyinyi wajinga tu. Utaona huku wanakwenda huku wana presentation, huku jioni wanaingia wanasoma usulu thalatha. Mabadiliko yakotokea, mapinduzi baada ya fadhila ya Allah. Kisha da'wa hii ya haki. Allah tabarak wa taala amemtahadharisha bwana mtume sasa hawatoridhia mayahudi na manasara mpaka ufuate mila zao. Lakini waambie muongozo wa Allah ndio muongozo wa kweli. Hii dini ya Uislamu ndio dini ya kweli. Na tuambiwa sisi Uislamu watutosha kwenye itikadi, kwenye ibada, kwenye harusi zetu. Hebu tizama harusi za Waislamu, haya marusha roho na baikoko yatoka wapi? Watu wamechukua maukumbi na aina fulani ya mavitu yanofanyika, moving camera, huyu amrekodi yule atupwa huku, kuna kitchen party, kuna ndundu party, kuna send off, kuna usiku wa kanga, kuna usiku wa vyombo, kuna mambo mengi. Yote mmetoa wapi hizi? Kama ni mali hizi, israfu ya nini? Watu wameiga. Uislamu watosha. Kwani hawakuoana masahaba? Mtume hakuoa, hakuna harusi, hakuna furaha, hakuna pumbao la kisheria kwa wanandoa. Hatukufundishwa sisi? Jawabu, tumefundishwa. Lakini watu wamefanya kampeni na tumetoka katika dini tukafuata mila sio kwa mila za Uislamu.